Zoea kuona siku hizi wanaume kazi zao kuchora wanawake kucha. Hatujazoea, tumeshazoea, ni kawaida. Wanawake wanaweka miguu kwenye mapaja ya wanaume, wameinua hivi, alafu amevaa kasketi tu, kaguoguo tu, kainua mguu. Mwanamume anakuangua kucha, alafu anampaka, anamrudisha kwenye beseni, anamuosha, anamrudisha mguu pale anapotaka kuweka yeye mguu, anauinua hivi, akirudisha hivi. Hatujazoea hiyo, kwa imekuwa ni kawaida. Mazoea haya unafikiri hayatokuwa adhabu katika jamii? Janga la taifa hili, si tunaona janga ni ulevi tu na madawa ya kulevya, ndio tunasema hili tayari ni janga la taifa. Taratibu linakuwa hili, litakuwa, tutazoea, itakuwa wake zetu sasa tunaachia tu akachorwe kucha, wanaacha tu, na wale wenye kuchora kucha nao watakuwa wagonjwa wote, hawajijui, ndoa zitaharibika majumbani. Janga la taifa hili, tunazoea. Adhabu itakuwa kwa wote, itakuwa ni tabia ya kawaida. Tunaona tu bwana, kwani inanihusu nini? Kwani mke wangu bwana? Lakini yule si rafiki yako, unaweza kusema naye bwana abadilishe kazi. Ile kazi itamdhuru, hatokaa na mke tena yule. Kwa nini hatokaa na mke? Yule kila siku anaangalia mapaja ya wanawake yule. Akili yake yote ishakufa. Kila kitu kimekufa yule. Mtamlisha dawa mpaka mtachoka yule, atagombana na nyumba yake yule. Sio maradhi hayo. Tushazoea kuona hiyo. Itakuwa ni kawaida. Basi vijana wote, kazi rahisi wachore wanawake tu wewe. Kazi rahisi wewe wafanyie massage wanawake. Basi wafanyie massage wanawake wafanyie massage wanaume. Kuna ndoa tena hapo. Ibn Abbas radhiallahu anhuma aliposisitiza, akagusia kidogo, akasema ukitaka kuona kumetulia katika umma una utulivu, ni wale wanawake wengi watakapokuwa wameolewa. Namna hii kutakuwa kuna ndoa tena. Kama hakuna ndoa, utulivu utakuwepo.